Kwa hiyo mwanaume ni symbol ya reasoning, ni symbol ya uwezo, ni symbol ya nguvu, ni symbol ya elimu. Hichi kitabu kinaitwa Civic Education. Kimeandikwa na mtu mmoja anaitwa Patrick Ryan. Sasa kabla sijakisoma hichi kitabu nilisoma kwanza hapa nyuma. Hebu sikiliza kinasemaje. In a true democracy, the citizens themselves must build up democracy. However, we do not automatically become participating citizens in our societies. We must be educated in order to become active citizens. Kumbe bwana, kuna raia wa aina mbili ambao ni active citizens and inactive citizens. Na active citizens ni wale waliosoma, wale wenye knowledge, ambao wanatakiwa kushiriki mambo ya kimaendeleo katika taifa lao. Mara nyingi sana kwenye video zangu watu waliosoma au wale waliopata knowledge, siongelei wale waliopita kwenye mifumo rasmi ya elimu. Naongelea wale ambao wamebaki na material ambazo zinatofaa kwa maendeleo baada ya kusahau mambo mengine yote. Kwenye kitabu hiki ukurasa wa 31, ndani ya kitovu cha demokrasia ambacho kinajulikana mpaka sasa, the United States of America, wakati demokrasia inakuwa, wanaanza kuilea demokrasia. Sio kila mtu alikuwa anaruhusiwa kupiga kura kama ilivyo leo. Ni wakina nani wanaruhusiwa kupiga kura? In the early years of United States, the eligible electorate considered primarily for white, male, and property owners. States gradually relaxed property ownership requirements until most male citizens of 21 years or more were allowed to vote. Wanasema kwanza ni wazungu, watu weupe. Kwa sababu gani? Waliaminika kwamba watu weupe wanatumia akili, watu weupe wanatumia uwezo wao kufikiria maendeleo. Lakini pia wanaume, kuanzia kipindi cha falsafa ya kale kabisa, iliaminika kwamba wanaume wanatumia ufahamu, wanatumia reason. Kwa hiyo mwanaume ni symbol ya reasoning, ni symbol ya uwezo, ni symbol ya nguvu, ni symbol ya elimu. Walikuwa wanaruhusiwa kupiga kura in United States walikuwa ni watu wanaomiliki mali, kwa maana ya kwamba they have experience of development. Kwa sasa watu wote ambao wana umri unaozidi miaka 18 wanaruhusiwa kupiga kura. Kwa nini wenye umri wa miaka 18? Kwa sababu sayansi inaamini kwamba watu waliovuka umri wa miaka 18 wana uwezo wa kufikiria, wana uwezo wa kung'amua, wana uwezo wa kufanya maamuzi ambayo yanaweza kuleta mchango chanya kwenye taifa. Jambo la ajabu na ambalo linatisha, licha ya historia yote hiyo, tumeingiza watoto wenye umri mkubwa kupiga kura. Tumeingiza mitoto yenye miaka 40, miaka 50 kutuongoza. Sijui tunaenda wapi, but it's downfall. Tumesahau kwamba demokrasia ya kweli na kitovu chake kwenye uhuru, ambao uhuru huo unaletwa na ufahamu, unaletwa na knowledge, unaletwa na kujua ni nini tunafanya na ni wapi tunakwenda. Na huo ndio mwisho wa makala yetu ya leo. Basi nawaomba muendelee kusubscribe, kucomment, kushare na kulike kwa makala nzuri zinazotujia hapa Shao Digital. Karibuni sana na Mungu awabariki.